إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمين، أولا أوصيكم وأوصية نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه فقد فاز من اتقاه، فقد نجا من اتقى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naanza kuikumbusha nafsi yangu pamoja na kuwakumbusha na nyinyi Waislamu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu faqad faza man ittaqahu. Tufahamu ya kwamba yeyote yule atakayeishi mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakayeishi mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakayeishi nje ya makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia akaishi nje ya makatazo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afahamu ya kwamba faqad faza, amefaulu. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa na ufaulu uliokuwa sawasawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo naikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha na nyinyi Waislamu katika jambo la kushikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hasa tunapokuwa tuko peke yetu. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ucha Mungu wa watu walio wengi tunaonekana na ucha Mungu mbele ya macho ya watu, lakini tunapokuwa peke yetu tumejificha sehemu, tunamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapoweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, uko peke yako, uko sehemu ambayo unaweza kufanya lolote lile, lakini ukakumbuka ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mahali hapa nilipo ananiona na ananikia, na haya mwisho wa siku atakwenda kunilipa kwa haya unayofanya. Ukasema inni akhafu Allah, ninaogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukaacha kufanya, hapa ndipo ucha Mungu wako au ucha Mungu mimi mtakuwa umedhibitika ukweli wa kuthibika. Kwa kila Muislamu amchunge Mola wake, amche Allah subhanahu wa ta'ala popote pale anapokuwa, amchunge Allah subhanahu wa ta'ala kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ittaqillaha haythuma kunta, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Chunge Mola wako popote pale anapokuwa na sehemu na saa yeyote anapokuwa, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi subhanahu wa ta'ala, kwa wakati tuliokuwa nao mchache, tukumbushane katika yale ambayo tumepaswa Waislamu kukumbushana katika siku ya leo. Leo tuishi katika anwani hapo tunayosema mala na nad'u fala yustajaba lana. Tuna nini Waislamu? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, tunanyanyua mikono yetu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye hatuitika tunataka. Tuna nini Waislamu? Tumekosea sehemu gani mpaka katika mahala
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza ndani ya Qur'ani ya kwamba yeye anataka aombe na yeye atajibu maombi ya mja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa kwenye watu ya yule muumini anayemuuliza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala je, yuko karibu na sisi au mbali sisi? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, atakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi waambie kwamba mimi niko karibu zaidi, niko karibu na wao zaidi. Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, mimi nipo karibu zaidi pale ambapo mja anapoinua mikono na kuniomba tayari namuitika na kumjibu ombi lake. Falyastajibu li waliyu'minu bi, lakini sharti falyastajibu li, waniitike na mimi kwa yale wanayotaka, waliyu'minu bi, na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili waweze kupata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akasema katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ibada huwa al-ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika dua ndio ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi nyingine kwamba addu'a mukhul ibada, hakika siku zote dua ndio uti mgongo wa ibada zote ambazo anafanya Muislamu. Leo tukiangalia katika ibada ya swala, tunapoanza kuiswali ibada ya swala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapomaliza katika sura al-Fatiha tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kumwambia ihdina siratal mustaqim, tuongoze Allah subhanahu wa ta'ala katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo ukiangalia ibada yetu, ibada ya dua ni ibada ambayo imeenea kila sehemu. Unaposoma Qur'ani unahitajia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, unaposwali unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, unapofunga unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kile unachoshika ni dua kwa ajili ya kujikinga na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hali hii, kwa nini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi tukajibiwa maombi yetu ambayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala? Tunaishi katika hotuba yetu hii kwa baadhi ya unwani au ya mambo ambayo yameeleza Abu Ishaqa aliposema yeye mwenyewe kwamba siku moja alipita taishi katika maneno au sababu ambazo mwanazuoni Abu Ishaqa yeye aliziona ya kwamba hizi ni sababu ambazo zinapelekea Waislamu tuliokuwa wengi hatuwezi tukajibiwa maombi yetu. Siku moja yeye alikuwa anatembea, alipita katika soko. Alipopita katika soko lile, Waislamu na watu kusanyika na kumuuliza, ya Abu Ishaqa, tuna nini sisi leo hii? Tunamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa shida mbalimbali tulizokuwa nazo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hatutufikiri na hatuwezi kutujibu. Kwa nini? Abu Ishaqa akasema, mioyo zenu zimekufa kwa mambo 10 ambayo mko nayo, au mioyo zetu Waislamu zimekufa kwa mambo 10 ambayo tuko nayo Waislamu, tunaishi nayo haya. Kila Muislamu anaishi na haya mambo, ndio sababu kubwa ya kutokuitikiwa maombi yetu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ishaqa yeye akasema jambo la kwanza, akasema ya kwamba ariftumullah wa lam tuadda haqqahu wa lam tuaddu haqqahu, mmefahamu haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Ariftumullah wa lam tuaddu haqqahu, mmefahamu Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumfahamu, lakini mwisho wa siku hamjampa haki zake zile ambazo zinastahili Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Waislamu kusini, kaskazini, mashariki, magharibi, kila Muislamu hata asiyekuwa Muislamu anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hakuna mtu atakayemuuliza nani aliyeumba mbingu, atakwambia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nani analeta mvua? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mimi na wewe ukiniuliza leo hii nani analeta mvua, utasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nani anayekisha? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwenye zile haki zake Allah subhanahu wa ta'ala hatuko tayari kuzitekeleza, hatuko kumpa haki zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunachagua baadhi ya haki tunamwelekezea Allah subhanahu wa ta'ala, na baadhi ya haki tunamwelekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kwanza au sababu ya kwanza
tunamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini zile haki zake kumpa 100% hatumpi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni sababu ya kwanza ambayo inasababisha dua zetu kutokupokelewa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini zile haki zake hatumpi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tupo Waislamu leo tunakuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa baadhi ya nyakati. Leo Muislamu anaweza kaonekana Ijumaa hadi Ijumaa. Leo Muislamu anaweza kaingia msikitini akaswali alfajiri, lakini alasiri asiswali. Kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna tunapotaka yeye, tunapotaka sisi. Hatumwabudu bila kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka yeye abudiwe. Kwa sababu ya kwanza ni kwamba Waislamu tunamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini zile haki zake kuzitimiza na kumpa Allah subhanahu wa ta'ala tumeacha. Tunachagua baadhi ya nyakati ambazo tunaweza kuzifanya, tunafanya ibada. Lakini sababu ya pili, qara'atul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Tunaisoma Qur'ani Waislamu kila wakati, kila saa, kila dakika, kila sekunde tunaisoma Qur'ani, lakini hatujafanyia yale yaliyo ndani, hatujafanyia kazi yale yaliyo ndani ya Qur'ani. Kwa kila Muislamu hapa anasoma Qur'ani, anakutana aya mbalimbali zikimwamrisha na kumkataza, zikimwambia waqimu salata wa atu zakah, simamisheni swala Waislamu na toeni zaka Waislamu. Lakini tayari tunasoma aya hizi, hatuko tayari kuzifuata, hatuko tayari kuishi Qur'ani, hatuko tayari kuishi mafundisho ya Qur'ani. Tofana aya inakwambia wala taqrabu zina, wala usikurubie kwenda kuzini. Lakini Muislamu wa kwanza anakwenda kuzini, anakwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tushiriku billah, na wala usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi ndio wa kwanza kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunasoma Qur'ani, lakini tunaacha kufanyia kazi au kufanyia kazi yale ambayo ndani ya Qur'ani. Kwa kila Muislamu anayesoma Qur'ani, lakini hayuko tayari kufanyia kazi yaliyo ndani ya Qur'ani. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhu wao walikuwa mtu anayesoma aya moja kwanza anaifanyia kazi, akimaliza ndipo anapata nafasi ya kwenda kufanyia kazi nyingine, aya nyingine kuisoma na kuielewa na kufanyia kazi. Lakini alhamdulillah wakati tuliokuwa nao sisi ni mzuri zaidi. Leo Muislamu kaifanya Qur'ani kichwani yote, kwanza juzu ya kwanza kama juzu 30 ipo kichwani. Lakini huyu anayefanya Qur'ani haendi kuswali msikitini. Huyu ambaye anafanya Qur'ani anasikiliza muziki. Huyu anayefanya Qur'ani anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anayefanya Qur'ani anafanya mambo chungu nzima ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya yusajaba wana ni lini petiko mwambie tumekuwa nayo Waislamu. Kwa tunakana kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala atufikie, atupe riziki za halali, atupe elimu zilizokuwa na manufaa, lakini tayari hatuko tayari kuyafanyia kazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuyafanyie kazi na tupekane nayo ambayo yako ndani ya Qur'ani, ambayo Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo na akafundisha maswahaba. Kwa sababu ya pili, tunaisoma Qur'ani lakini hatuyafuati yale yaliyo ndani ya Qur'ani. Tunaishia kuyasoma kwenye mdomo na kuyaelewa, lakini mwisho wa siku yaingia katika matendo, hatuko tayari kuyafanyia kazi. Kwa hii sababu namba 2 ambayo tunafanya sisi Waislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tunyanyue mikono na kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba, lakini aweze kujibu, kwa sababu tayari tunaisoma Qur'ani lakini hatuko tayari kuifanyia kazi yale yaliyo ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo Waislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumtambue Allah subhanahu wa ta'ala, tumpe haki zake alizostahili Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaisoma Qur'ani, tufanyie kazi yale yaliyo ndani ya Qur'ani ili tuweze kuwa na maisha mazuri, ili tuweze kupata elimu iliyokuwa sahihi, ili tuweze kupata mwisho uliokuwa mwema. Kwani maisha duniani ya kupita ya mwisho hayakai, ni maisha ambayo yanapita, kila mmoja, kila Muislamu anaondoka, anaelekea mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila mmoja achukue nafasi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni sababu ya yeye atakapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala aitike katika maombi yake. Kwa hii ni sababu ya pili ambayo kila Muislamu anayo, hii anatambua Qur'ani, anatambua maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hayuko tayari kuyaishi. Anatambua makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hayuko tayari kuyaacha yale makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala.
tunaishi, tunakwenda naye. Kwa mwisho wa siku kunyanyua mikono kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye hakujibu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu tayari wewe unamwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sababu ya tatu, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktu sunnatahu. Sababu ya tatu, Waislamu sote tunadai ya kwamba tunampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini cha ajabu na kushangaza tumeacha sunna zake Waislamu. Leo katika sunna ambazo tunaziishi Waislamu tunaishi zile sunna ambazo ni nyepesi, lakini zile sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielekeza na yeye ameziishi, Waislamu hawako tayari kuziishi. Kwa hiyo tunadai ya kwamba tunampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hatuko tayari kuyaishi kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anna yustajaba lana, ni lini tunajibiwa sisi ikiwa tayari tunaitika na kusema ya kwamba tunampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au hatuko tayari kuyaishi mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kama alivyomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwambia kwamba qul in kuntum tuhibbuna Allah, kumwambia hawa Waislamu ikiwa kwamba wao wanampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema kuambia ya kwamba ikiwa hawa Waislamu wanampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wakufuate wewe. Kwa kila Muislamu hapo alipo anadai ya kwamba anampenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kuyaishi mafundisho hayuko tayari kuyaishi. Anachagua baadhi anaishi na baadhi anayaacha. Fa anna yustajaba lana, ni wakati gani sisi tunakwenda kujibiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udkhulu bisilmi kafatan, Uislamu ingia katika Uislamu, ingia mzima. Usichague hili niweze, hili siwezi. Huu ni Uislamu, uishi Uislamu kwa vile unatakikana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumlilia kila wakati, lakini tukumbuke kwamba tuna haya ambayo tunayafanya ndio inakuwa ni sababu kubwa ya kutukuitikwa ibada tunazofanya. Kwa kila Muislamu anadai kwamba anapenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine kaonekana wanasherehekea kwenye siku za Maulidi, kwenye siku ya kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa na kusherehekea na kusema kwamba tunampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ambaye hafanyi vile anaonekana ni mbaya, anaonekana hampendi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukirudi katika mafundisho, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kwa nini siku ya Jumatatu unafunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akasema ni siku ambayo nilizaliwa. Na Mtume pia akasema ni hadithi nyingine, ninafunga siku ya Jumatatu kwa sababu ni siku ambayo matendo ya waja yanapelekwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo napenda nifanye baada ya kufunga ili matendo yangu yanapokwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaende ndani ya saumu. Lakini akaonekana yule ambaye hasherekei Maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaonekana ni mtu ambaye hampendi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Waislamu tunadai kwamba tunampenda Mtume, lakini tayari yale ambayo anakuja nayo tumeyaacha. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Yale ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja nayo, ambayo yanakuelekezeni yachukueni na ishi nayo, wama nahakum anhu fantahu. Na yale ambayo mkatazeni na kuyakemea, yaacheni na komeni kabisa kuyafanyia. Kwa hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni mwalimu wetu na anapaswa kuigwa kwa kila ambacho tunafanya. Kwani yeye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hakuzungumza kwa matamanio yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa alipata wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kila Muislamu ajilazimishe kuishi mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Popote na sehemu yoyote anapokuwa aishi mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tusiishie pia kusema kwamba napenda Mtume alafu matendo yako na maneno yako yanakwenda kinyume kabisa na kile ambacho amekizungumza na ukielekeza na ukitenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu Waislamu, narudi kwa mara nyingine tena kuhusia nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo la kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndiye Mola ambaye katuumba, anatufahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila tunachofanya Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakifahamu, anakiandika, atapenda kulipa siku ya kiyama, atapenda kumjibu ili Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tunafanya haya, ima tunaonekana, ima tunajificha, lakini tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatambua na kuyaona haya ambayo tunayafanya. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, sisi tuko karibu zaidi na mwanadamu kuliko ile mshipa katika shingo yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu ambayo tunayafanya siri na haya ambayo tunayafanya waziwazi. Allah subhanahu wa ta'ala anatambua, kwa kila mmoja amchunge Allah subhanahu wa ta'ala, amwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atambie ya kwamba hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Hiki ni kitabu ambacho kinazungumza kweli, hakiongopi, hakijaandika ambalo wao kulifanya bali ulifanya. Hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Hakika sisi tulikuwa tukiyakopi yale ambayo mlikuwa mkiyafanya duniani. Kwa hiyo ulifanya, tambua ya kwamba imeandikwa na utakwenda kulipwa nalo. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, waandishi waliokuwa wema ambao hawapokei rushwa wanayajua ambayo tunayafanya. Ya'lamuna ma taf'alun, wanafahamu, wanarekodi na kuandika yale ambayo tunayafanya. Wa laysa lil-insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa. Na hana mwanadamu chochote isipokuwa kila ambacho amekihangaikia peke yake, na haishi hapo tu peke yake, bali ambao nimefanya mimi tutapenda kuiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatulipe malipo ambayo yanaendana kila mtu anachofanya. Kwa kila Muislamu achukue nafasi ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, amchunge Allah subhanahu wa ta'ala, afahamu ya kwamba yeye anamwona kila ambalo analifanya, iwe ni dogo iwe ni kubwa, afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amerekodi, ameandika na atakwenda kumlipa. Lakini tukiendelea na hotuba yetu ya kwamba tunahitaji kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikiri, tukiangalia sababu ya 4, araftum anna shaytana aduwwan lakum falam tahdharuhu. Namba 4, tunamtambua shaytani ya kwamba ni adui yetu sisi, lakini tulichukua tahadhari ya kupambana naye. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemtangaza ndani ya Qur'an aliposema ya kwamba inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan, hakika shaytani ni adui kwenu nyinyi na nyinyi fanyeni kuwa ni adui. Kwa nini ni adui yetu? Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka mwanadamu akere kufikiria kwa nini shetani ni adui yetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuata anasema, inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Shetani siku zote huwa anaita watu kwenda katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana amekuwa ni adui kwa sababu anatuita na kutupeleka katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shetani tunatambua kwamba ni adui kwetu sisi, lakini hatuko tayari kuchukua tahadhari ya kuepukana naye, na ni kiumbe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake ndiye anayemjua, ndiye anayemfahamu. Hakuna anayeweza kuepukana naye isipokuwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja na mafundisho aina tofauti, akaja na adhkari za aina tofauti za asubuhi na jioni, za kula, za kunywa, za kuingia chooni, mpaka za kumwingilia mke wako. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha ile adhkari. Lengo kubwa tuweze kumwepuka shetani, kwani hakuna anayeweza kumwepuka isipokuwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo utamkuta mwanadamu anaweza kufanya kosa akasema nasikitika nimekosea, lakini pia ni shetani ambaye kanishawishi. Anatambua na kufahamu ya kwamba shetani ni adui kwake, lakini hayuko tayari kuchukua tahadhari ya kuepuka shetani.
Leo majumba ya Waislamu au simu za Waislamu zimejaa muziki, ndio Waislamu tunaishi nayo. Shetani kwenye nyumba hii anakimbia vita kama vipi? Tayari kiyo umeshamkaribisha. Leo Muislamu anakula hata kusema bismillah asenge anakula tu, Muislamu anafanyia anakula. Leo nyumba ya Muislamu tangu asubuhi mpaka jioni ndani yake ni muziki, tunashinda. Shetani anaondoka vipi kwenye nyumba? Kwa kila Muislamu anatambua kwamba shetani ya adui yake, lakini hayuko tayari kuepukana yale mambo ambayo ni sababu ya shetani kuwa naye karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya kwamba nyumba yoyote ambayo inasoma sura al-Baqara na sura al-Imran, nyumba hiyo shetani haingii wala mchawi hawezi kufika hiyo nyumba. Lakini Waislamu tunaishi na hii muziki, shetani anakimbia na gani? Kwa lazima utakuwa naye, utalala naye, utaamka naye, na atakushirikisha na atakushawishi mambo mengi ambayo yafanye mwasi wa subhanahu wa ta'ala. Kwa kila Muislamu achukue tahadhari ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ashatambua, ashaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ashafahamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala alipoiumba nafsi akaifahamisha hili ni zuri na hili ni baya, kwa nafsi inatambua. Leo dhambi unapoifanya Muislamu anajificha, lakini unapofanya mara kheri kila mmoja unafurahi na unatamani kila mmoja kuone. Kwa nafsi inatambua kwamba hili ni baya, liache kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, liache kwa ajili ya salama yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaweza kupata mafaulu yalikuwa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaweza kupata maisha yalikuwa mazuri duniani na kesho hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu tunamtambua kabisa shetani kwamba ni adui yetu, lakini hatuko tayari kuepukana naye shetani. Hatuko tayari kuyaacha yale vishawishi ambao ni sababu za kupelekea sisi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila Muislamu achukue tahadhari na atambue kwamba shetani ni adui kwetu sisi, na sisi tuchukue tahadhari kama Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Hakika shetani ndio nyinyi adui na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Tukifanya hivi tutaweza kuepukana, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kutujibu yale ambayo tunayataka. Nimalize hotuba yangu Waislamu kwa kuikumbusha nafsi yangu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka ndani ya Qur'ani tuishi undugu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametunganisha kwao. Allah subhanahu wa ta'ala kusema, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Huyu Muislamu mkubwa, huyu ndugu mkubwa ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Laiti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ungetoa vyote vilivyoko duniani kwa lengo kubwa la kutaka kuunganisha nyoyo za Waislamu, usingeweza. Lakini Bwana Mtume Muhammad, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee yake ndiye anayeweza kuunganisha nyoyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Waislamu wote, waumini wote wa dini ya Kiislamu ni ndugu. Lakini inapotokea wakagombana, wakazozana, wakatukanana, kufanyiana, fa aslihu baina akhawaykum, kaeni chini wapatanisheni hawa pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu ya kwamba lazima tukoseane, lazima sisi kwa sisi tofautiane, lakini jambo kubwa la kubwa, fa aslihu baina akhawaykum, wapatanisheni ndugu zenu hawa. Waiteni, wakalisheni chini na walinganisheni, waelekezeni kilichokuwa cha heri. Na wewe uliyokosea au mimi niliyokosea, niwe tayari kupokea haya maelekezo. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, almuslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake Muislamu. Kwa hiyo mimi na wewe ni ndugu wetu, upo katika kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi nyingine, almuslimu man salima almuslimina, Muislamu ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake, min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli kweli wa sawa sawa ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake kutokana na ulimi wake, hawatukani Waislamu wenzake,
hawasemi vibaya Waislamu wenzake, hawasengeni Uislamu wenzake. Huyo ndio Muislamu wa sawasawa. Lakini kwa mkono wake pia ni Muislamu ambaye hachukui ambayo si kwake, haidi Muislamu huyu, hapigi Muislamu huyu. Muislamu huyu hakuji mkono anatoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anamsaidia yule ambaye haiwezi. Kwa hiyo huu ndugu hutuishi Waislamu. Lakini Sheikh al-Islam na yeye akasema rahimahullah ta'ala, akasema ya kwamba mathalu ukhuwati fi fillah, mfano wa ndugu tuliokuwa nao Waislamu, huu ndugu tuliokuwa nao kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama al-yadi wal aini, ndugu wetu huu ni sawa sawa ulipokuwa ndugu wa jicho na mkono. Idha dam'at al-ain, ndipo jicho linapotoa machozi, jicho linafika mahali likalia likatoa machozi. Masahat al-yad damaha, mkono huwa hauwezi kuvumilia, unanyanyuka hapo ulipo unakwenda kuondoa machozi katika jicho. Na hivyo hivyo idha ta'allamat al-yad bakat al-ain min ajliha, lakini pia mkono unapopata maumivu, umeumia mkono, basi jicho haliwezi kuvumilia isipokuwa huwa analia na kutoa machozi. Kwa hiyo Waislamu, huu ndugu tuliokuwa nao, hebu tuishini vizuri, tumshikeni vizuri, kwani ndugu ambao ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Muislamu leo kutoka kwenda sehemu fulani, unakuwa na amani ya kwamba nakwenda Waislamu wenzangu wako, hata kama hauna sehemu ya kulala, huna chakula, huna unayemjua, lakini ukitoka hapa ukaenda ukasuti katika msikiti utaswali, tayari unakuwa na amani kwamba nimefika katika sehemu ambayo uko salama na ndugu zangu wako, na utapata msaada wote ukaishi katika maisha mazuri, na mpaka unachokaribia safari yako ukaondoka katika maisha ambayo ni mazuri na unafurahia na una amani kabisa. Kwa hiyo huu tuuchunge na tuishi nao ili tuweze kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.